Hi guys, leo nilishare gamba la kitabu kimoja hivi kinaitwa Eat That Frog. Hiko kitabu mimi nilikisoma last year. Nadhani ilikuwa ni Januari au Februari. Sawa? Ni kitabu kimoja kizuri sana. Hiki kitabu ukisoma kwa haraka usipoangalia yale maneno madogo madogo ambayo yameandikwa pale chini. Kuna maneno mengi yameandikwa pale sijui nini ambayo yana describe kitu gani ambacho kimeelezewa ndani ya hiko kitabu. Usipoyasoma vizuri maneno unaweza kuhisi hiki ni kitabu cha mapishi ya Kikolea au unaweza kuhisi labda ni kitabu fulani ambacho labda kinaongelea mada fulani hivi za Uswahilini. Si unajua chula ni nini Sasa kiufupi mimi nitaeleza kwa ufupi kuhusiana na hiki kitabu, lakini pia ukipata good time kisome kwa sababu ni kitabu kimoja kizuri sana. Kwanza kabisa katika hiki kitabu chura anayezungumziwa hapo sio chura mtu wala sio chura chakula cha Wachina na Wakorea. Ni chura, ni kitu ama ni vitu ambavyo mara nyingi sana inakuwa ni rahisi sana kuvigailisha. Kwa mfano, mtu anasema mimi nataka nifungue labda biashara. Lakini unakuta tangia aanze kulifikiria hilo wazo la biashara, hajawahi kulitimiza, miaka nenda miaka rudi. Umeona? Kila siku anakuwa anagailisha. Umeona? Huyo ni chura. Sawa? Unakuta kuna mtu anasema, nataka niende sehemu fulani, lakini kila akitaka kwenda anagailisha. Nitaenda kesho, nitafanya kesho, nitafanya kesho. Yaani hivyo vitu unakuta ni kitu cha muhimu ambacho kinaweza kikakutoa wewe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kila siku unakigailisha. Huyo ndo chura. Kwa hiyo ndugu yangu, eat that frog. Eat that frog. Yaani maana yake chukua hatua sasa hivi. Umeona? Sasa ukisoma hiki kitabu kitakupa mbinu ambazo zitaweza kukusaidia wewe kuweza kumla huyo chura vizuri pasipo kugailisha. Sawa? Siku moja nilisoma niliona interview ya by then mtu alikuwa anaongelea interview ya Michael Jackson. Kwa siku moja Michael Jackson aliulizwa hivi, mbona umeamka saa 9 usiku kwenda kurekodi nyimbo wakati una uwezo wa kurekodi kesho? Akasema hivi, sasa hivi ni usiku, kuna watu wamelala. Mimi nimepata hii idea sasa hivi. Nikiamka asubuhi nikisema niifanye kesho wakati nina uwezo wa kuifanya sasa hivi. Je, Mungu akiitoa hii idea kwangu akampa mtu mwingine? Which is ni kitu ambacho kinatokea. Kuna muda najua ishai kutokea. Unapanga nataka sehemu fulani nifanye kitu fulani. Lakini unakaa baada ya muda fulani unakuta ile sehemu ambayo wewe ulikuwa unafikiria kufanya kitu kile unakuta mtu mwingine tayari amefanyaje? Amefanya. So ukipata nafasi ya kufanya kitu, fanya kwa wakati huo, kwa sababu ukichelewa hiyo idea inaweza ikatoka kwako ikaenda kwa mtu mwingine. Unapokuja kutaka kufanya unakuja kurealize umechelewa. Hata kama ukifanya haitokuwa na vibe kama lile la mwanzoni wakati umepata hiyo hiyo idea. So ni kitabu kizuri sana, kina mafunzo mengi sana. I just wanted to share with you that ukipata good time soma, usipopata good time kuna watu ambao wamekisummarize pia. Ukigoogle, ukiingia wapi unaweza ukapata good explanation about this book. Mimi binafsi nilikisoma na nilikipenda. Ni kitabu ambacho hakipoi na hakijakaa kama vile vitabu vya mathematics. No. Ni kitabu kizuri ambacho unasoma una enjoy. Thank you for listening me and ciao.